بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، ndugu zangu Waislamu wenzangu na wale ambao kwamba hawajabahatika kuwa Waislamu watakaobahatika kusikiliza mawaidha haya, usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Jambo la kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo ndio fahari ya muumini, na hiyo ndio fahari ya Muislamu. Muislamu asitafahari kwa chochote alichokuwa nacho, atafahari kwa uchamungu atakaokuwa nao. Ndio bwana mkubwa mmoja akasema, la fakharan illa fakharan ahli tuqa ghadan idha dhammahum almahsharu la ya'lamanna an-nasu anna at-tuqa wal birra kana khayru ma yudakhir. La fakharan illa fakharan ahli at-tuqa, hakuna fahari ila fahari ni kwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ghadan, kesho, idha dhammahumul mahsharu, kitakapowakusanya wao kiyama, la ya'lamanna an-nasu, watakuja jua watu, anna tuqa, kwamba hakika ucha Mungu, wal birra, na mambo mema, kana khairu ma yudakhiru, yalikuwa ndio mambo bora kwa akiba. Muislamu tafahari kwa ucha Mungu utakaokuwa nao katika maisha ya ulimwengu, kwa sababu ndio kitu ambacho utaondoka nacho katika maisha ya ulimwengu kwenda katika maisha ya akhera. Na ndio maana hujapatapo kusikia kwamba watoto wamekusanyika katika kugawana kile alichowaachia baba yao au mzazi wao yoyote. Hujapatapo kusikia kwamba watoto wamekusanyika wanagawana ucha Mungu aliouacha baba yao. Watagawana vitu vyote, watagawana majumba, watagawana magari, watagawana viwanja, watagawana kila kitu alichokiacha mzazi wao katika maisha ya ulimwengu, lakini huwezi kusikia wanagawana ucha Mungu aliyokuwa nao baba yao. Kwa hivyo, in kunta turidu an tatafakhara fi hadhihi alhayati dunya, ikiwa wewe unataka kutafahari katika haya maisha ya ulimwengu, tafakhari bitaqwa, jifakharishe kwa ucha Mungu utakaokuwa nao katika moyo wako, kwamba ndio kitu utakachoondoka nacho katika maisha haya ulimwengu kitakachokwenda katika maisha ya akhera. Ndugu zangu Waislamu, tunaishi katika ulimwengu ambao yale yote aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamekuwa ndio ya halali,
na yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamekuwa kama ni haramu kutokana na utekelezaji wake. Miongoni mwayo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaharamisha, Mwenyezi Mungu ameharamisha riba. Lakini leo hii riba inapatikana kwa matangazo. Leo si ajabu ukenda baadhi ya mitaa ukakuta kuna matangazo yamewekwa kwamba hapa tunakopesha kwa riba, kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Lakini pia kuna mambo mengi sasa hivi yaliyoharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mambo yenye kutangazwa kwamba ule haramu sasa haupo, kiasi kwamba sasa watu wanaweka matangazo kwenye kamari. Huko utakuta matangazo, kwa dada zetu huko kuna matangazo, na kuna sehemu maalum ambazo zinafanyika mambo hayo. Lazima tuseme inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tukizungumzia upande wa riba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumzia riba sehemu nyingi, na miongoni mwa sehemu hizo ni pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Baqara katika aya ya 275 alipowazungumzia wale wanaokula riba katika maisha ya ulimwengu kwamba watakuwa na hali gani siku ya kusimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhina yaakuluna riba, wale wanaokula riba, fi hadhihi alhayati dunya, katika haya maisha ya ulimwengu, la yaqumun, Mwenyezi Mungu asema hawatasimama watu hawa min quburihim, kutoka makaburini mwao siku ya Kiyama, illa kama yaqumu alladhi, isipokuwa watasimama kama vile ambavyo anasimama mtu ambaye kwamba yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, yule ambaye kwamba ameingiliwa na shaytani. Mtu aliyeingiliwa na shaytani inaeleweka kwamba anakuwa katika hali gani, namna anavyorukaruka, namna anavyopayuka maneno yasiyoeleweka, namna anavyofanya vituko mbalimbali kwa kule kuingiliwa na shetani. Kwa hivyo ikiwa unakula riba katika maisha ya ulimwengu au unaliwa riba, maana kuna mara mbili, kuna mtu kula riba, lakini kuna mtu vile vile kuliwa riba, kwamba yeye ndiye aliyetoa riba ile kumpa anayekula riba. Hawa watu wawili hawa watakuwa katika hali moja siku ya Kiyama. Alladhina yaakuluna riba, wale wanaokula riba, la yaqumuna min quburihim, hawatasimama kutoka makaburini mwao siku ya Kiyama, illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, isipokuwa atasimama kama vile anavyosimama mtu ambaye ameingiliwa na shetani, katika siku ambayo ni siku ngumu. Inapendeza kwamba mtu asimamishwe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa na akili timamu, ili aweze kujitetea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini huyu atasimamishwa mbele ya Allah hali ya kuwa ana mapepo. Vipi ataweza kujitetea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama hana akili timamu? Na mufassiria anasema hiyo ndio alama ambayo kwamba yufhamu bihi, watafahamika wala riba kwa alama hiyo siku ya Kiyama. Dhalika, na huko kusimamishwa na kufufuliwa katika hali kama hiyo, Mwenyezi Mungu anasema bi annahum qalu, kwa sababu wao walisema innamal bay'a mithlu riba, sema si vinginevyo bwana, biashara ni mfano wa riba.
Kwa maana wao sasa wanamkosoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyekataza habari ya riba. Wao wanasema innamal bai'a mithlu riba, nasema hakika si vinginevyo bwana, hii biashara hizi ni kama riba tu, si badilishana tu, kakupa pesa leo umempa pesa kwa ziada na hivi basi. Kwa hivyo ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameliharamisha, na wale watakaojihusisha na riba fi hadhihi alhayati dunya, katika haya maisha ya dunia, hawatasimama illa watasimama kama mtu ambaye kwamba ameingiliwa na mashaitani, namna anavyopayuka katika kisimamo atakachosimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha al-ikhwatu al-a'izza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kwa kusema wa ahalla Allahu al-bay'a, amehalalisha Mwenyezi Mungu watu kufanya biashara, wa harrama riba, na ameharamisha riba. Riba imeharamishwa, lakini amehalalisha biashara. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih, yoyote yule ambaye kwamba